mimi nimejifunza kitu ambacho ni muhimu nikikishare na wote tukijue na tukifanyie kazi. Rafiki wa kila mtu si rafiki wa mtu. Kuwa makini sana na vitendo ambavyo watu wanakutendea kuliko maneno ambayo yanakwambia. Kwa kwamba sisi ni wajuaji, wanyonyaji, wabezaji, wachawi, hawatakwambia kwa maneno. Naam, hii hapa ni The Magnet. Karibu tena kwenye Magnet Podcast. Session hii ni ile session ambayo tunazungumzia watu na maisha. Watu na maisha. So katika ile list ya watu ambao nilikwambia fanya kila unaloliweza, lakini ukae mbali nao by any means, yani ukae mbali nao by any chance. Kuna makundi ya watu ambao niliamention, wale tunawaita manipulators, narcissists, niseme watu ambao wana tabia za kisiasa. Ni aina fulani ya watu ambao Kiswahili tunaweza tukasema ni wachawi. Ni watu wanyonyaji wa fikra, yani wezi wa mitazamo na ideas. Umeona? Ni watu ambao ni walaghai. Kuna ile aina ya watu ambao wao wanajiona hawafanyi makosa. They are always right. Muda wote wao wako perfect, hawakosei chochote. Yani watu hao huwa hawashauriki wala hawakusikilizi ikiwa kama wanaona kuna interest kwao kwenye jambo lolote lile. Huwa sio kosa, yani hawakosei. Huwa makini sana na watu wa design hiyo. Huwa hawafanyi makosa by any means. Hawakubali kwamba wanafanya makosa. Watu hawa hawapendi kupingwa, hawapendi kukosolewa. Umeona? Sasa watu kama hao wapunguze kwenye saiko yako, wapunguze kwenye mduara wako. Jitenge nao, fanya kila unaloweza, jitenge nao. Watakulisha tabia ambazo hazifai kwenye society, tabia ambazo zitakufanya ubaki nyuma siku zote, kwa sababu wao ni mtindo wao wa maisha. Wao wanajua namna ya kuzihandle tabia zao mbele ya mazingira fulani, lakini wewe ambaye utaziadapt utashindwa kuzicontrol. Alafu kuna hawa watu ambao wao ni wajuaji sana, much knows. Of course hii ndio tabia ambayo vijana wengi sasa hivi tumekuwa wajuaji sana. Vijana wengi tunasumbuliwa na hili janga la kuwa tunajua kila kitu. Sio vijana wa kike wala vijana wa kiume. Yani wengi wetu tumekuwa wajuaji mno. Kila kitu tunakijua sisi. Sasa angalia kama watu wako wanaokuzunguka kuna wenye hizi tabia za ujuaji mwingi. Umeona? Kila jibu la swali wao wanalo. Kila suluhisho la tatizo lako au kila suluhisho la tatizo kwao lipo. Basi ujue ile siku ambayo watakusababishia wao tatizo utakosa suluhisho, kwa sababu umezoea muda wote wao ndio wanakutatulia changamoto zako. Watu wao wanakulemaza kiakili, wanakufanya wewe uwezi kufikiria, uwezi kuona mbali. Umeona? Uwezi kutatua changamoto zako wewe mwenyewe, au uwezi kujijibu maswali yako wewe mwenyewe. Kwa angalia namna unavyoweza kufanya ili ujiweke mbali na watu ambao wajuaji mno, wanajua kila kitu. Alafu kuna hawa watu ambao kazi yao ni kukubeza unapotaka kufanya jambo lako lolote la msingi. Yani wao kazi yao ni kukuweka katika situation ambayo uamini kwamba sio rahisi kuwezekana. Yani wewe unataka kufanya jambo lako, ukimshirikisha tu mmoja ya mshikaji wako, alafu unaona anakuambia hii mbona ishafanyika, hii mbona mwenzio alifanya akashindwa bwana, au wewe bwana wewe mambo yako unaendesha kiujanja, unaendesha kisi. Yani wana namna fulani za kukutoa kwenye mstari bila wewe kujua kwamba wanakutoa kwenye mstari. Kwa kwamba sisi ni wajuaji, wanyonyaji, wabezaji, wachawi, hawatakwambia kwa maneno, ila vitendo vyao vitaonyesha. Siku zote pay attention to actions. Kuwa makini sana na vitendo ambavyo watu wanakutendea kuliko maneno ambayo yanakwambia, kwa sababu maneno yanaweza kuwa formatted, yanaweza kupangiliwa. Mtu anaweza kufikiria ataongea nini na wewe entire day, anaweza kuplan mazungumzo yote ambayo anataka mzungumze kwa siku hiyo na akamanage, lakini hawezi kucontrol hisia na vitendo vyake ambavyo wameviandaa dhidi yako. Ni wewe ndio mwenye kazi ya kuwa makini na vitendo wanavyokufanyia na hisia wanazozionyesha au hisia wanazozificha mbele yako. Hautawajua watu hawa kama hautokuwa makini, lakini watu hawa always tuko nao na tunaishi nao na tunaamini kwamba ni watu social sana, ni watu wa watu. Na siku zote hamna mtu yoyote ambaye ni rafiki wa kila mtu akawa kweli rafiki wa kila mtu. Rafiki wa kila mtu si rafiki wa mtu. Huo ndo halisia. Kila mtu lazima atakuwa na flow zake, ana changamoto zake, ana mapungufu yake. Ukiona kuna mtu ambaye kwenye saiko yako yeye ni mtu wa watu wote, huyo sio mtu.
huyo ndo mtu wa kwanza kuanza kumwangalia kwa karibu kwamba ana nini hapo, ana sababu gani inamfanya yeye ajiweke close na nyinyi wote, watu wote hao, na yeye ndo wa kwanza kuanzisha makundi, kuanzisha mijadala, kuanzisha mahusiano, kuanzisha, yani wanakuwa ni watu social sana, yani watu kwenye kusocialize ni watu ambao wako vizuri sana, wanajua kumanipulate makundi ya watu wakakaa pamoja, lakini yeye akawa na motive yake peke yake ambayo inamdrive yeye. Mimi nimejifunza kitu ambacho ni muhimu nikikishare na wote tukijue na tukifanyie kazi. Siku zote jifunze kujitegemea wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye atakuja kukushika mkono akutoe hapo akupeleke nchi ya ahadi. Hakuna mtu ambaye atapambana ili ufanikiwe wewe. Hakuna mtu ambaye atajitoa muhanga na kujitoa kafara kwenye maisha yake kwa sababu yako. Hicho kitu hakipo. Hiyo ni ndoto. Kama unaishi unawaza kwamba kuna mtu yote atakuja kukushika mkono kwenye maisha yako, my friend, you are failing. Jifunze kujitegemea. Maisha yako yanakuhitaji wewe, hayamhitaji mtu mwingine yeyote. Kila unamuona anapaswa kuja kukusaidia na yeye anatamani kusaidiwa. Kwa hiyo tukiishi kwa kuamini kwamba tunatakiwa tutegemeane, tusaidiane sana kwenye kila sekta ya maisha yetu, hatutakaa tufike wala tufanikiwe wala tufanikishe ndoto zetu. Umelala sana, now it's time for you to wake up and fight for your dreams. Tuamke vijana, na sisi tuanze kupambania ndoto zetu. Tuache kutegemea watu, tuache kuombaomba misaada hovyo. Vijana wengi tumekuwa ombaomba, tumekuwa tunajidhalilisha, tunafuta nyuso za aibu. Wengi tumejivisha nembo ya uchawi. Sio vitu vizuri kuviendeleza kwenye jamii zetu. Havileti picha nzuri, havileti taswira nzuri, kwa sababu hata watu wazima ambao wanafanya hayo mambo wakiamini kwamba wao maisha yao yanaenda, lakini wanaharibu generation, wanaharibu kizazi ambacho kinatazama sasa hivi. Wakija wakikua watakuja kuona kwamba ni kawaida watu kuwa machawa, yani ni sehemu ya profession mtu kuwa chawa mtu, of which sio kitu kizuri. Generation nyingi sana zimepita, hakukuwahi kuwa na vitu kama hivi publicly. Wako watu wenye tabia kama hizo, wako watu ambao ndio desturi zao kwenye maisha yao, na wengine wamezeeka wakiwa hivyo, lakini haimaanishi kwamba hizi tabia zinapaswa kurithishwa kwenye jamii zetu. Haziwezi kuleta picha nzuri. Wewe kama kijana ambao unaniangalia sasa hivi, jifunze kujitegemea kwa hali na mali. Hakuna mtu unayemhitaji, wewe unajihitaji wewe mwenyewe. Hakuna mtu anayepaswa kukuhitaji, kila mtu anapaswa ajihitaji mwenyewe. Yako mambo ambayo tunapaswa tusaidiane kama jamii, kama ndugu, kama wanafamilia, kama mke, mume, girlfriend, boyfriend, lakini kuna yale mambo ambayo yanaweza kukumove wewe, yanaweza kunyanyua, kukutoa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Hayo mambo hayamhitaji mtu isipokuwa wewe mwenyewe. Motivation inatoka ndani yako. Ile hamasa ya wewe kuamka na kutimiza malengo yako siku zote inatoka ndani yako. The law of correspondence inasema is within so without, is above so below. Kama ndani ilivyo ndio nje jinsi inavyoonekana, na kama juu ilivyo basi ndio chini jinsi ilivyo. Hivi vitu hautakaa ufundishwe shuleni, kwa sababu mtaala wa shule haupo kwa ajili ya kukujenga wewe kijamii, upo kwa ajili ya kukujenga wewe kitaaluma. Kwa hiyo ukishakuwa una taaluma yako, sasa kwenye jamii kuna namna yake ya kuishi wewe pamoja na taaluma zako. Elimu yako, ujuzi wako hauwezi kukufikisha mahali popote ikiwa hauna communication nzuri na jamii ambayo inakuzunguka. Lazima ujue kucommunicate na jamii, ndivyo mambo yako yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo tuamke, tutupe mashuka, tuache uzembe, tuache uvivu, tufocus na mambo ya msingi. Watu wote ambao unaona hawana mielekeo ambayo wewe unayo na unaamini mielekeo yako wewe ni bora, waeke pembeni, uwe songa mbele, move on. Hakuna mtu unayemhitaji isipokuwa unajihitaji wewe mwenyewe. Wabezaji, wajuaji, wachawi wa maendeleo, waeke pembeni, songa mbele, fanya maendeleo yako. This is The Magnet. Karibu sana.